uongozi unawajibu watu kama vile unawajibu watu ambao ni takataka, sio sahihi. Na hapa nadhani kuna shida neno uraisi. Ningeshauri, najua waandishi naomba mnisupport. Raisi atakaye tumia herufi kubwa kwenye ara ni mmoja tu wabaki. Nadhani kuna kiburi, watu wanadhani na wao shakuwa marais wenye dola. Marais wengine wote iwe ara yake herufi ndogo, ili waone tofauti. Nadhani kama kuna, sababu kuna mmoja nilimsikia rais siku moja wa TFF anasema, unajua marais wa nchi nyingine wanapata mpaka escort, marais wa mashirikisho. Kwa nataka na hapa pate escort. Ndio tafsiri hiyo. Sasa kile kiburi cha ara kubwa anaotumia Rais Samia, nadhani kinawaingia baadhi ya watu. Waanze sasa kutumia ara ndogo. Waone tofauti ya head of state, rais wa nchi, na urais wa taasisi hizi. Unawezaje kusema neno kama hili? Yanga wameandika barua kwenu ya malalamiko. Badala ya kujibu malalamiko kwa maandishi, unaanza kuwatisha. Unaambia kwa nini wao hawajiuzuru? Wamefetu health. Iitishe mkutano wa dharura. Mkutano mkuu wa dharura. Agenda iwe moja tu, kujadili sakata, na tutoe maazimio ya mkutano mkuu. Hatwendi kucheza mechi ya marudiano. Azimio namba 1, mengine yatafuata. Kwa ubabe wa aina hii tutoke na azimio. Manake msiingie nye kina Hersi na kamati ya utendaji, maana ujuzi washampiga mkwala Arafati, msemaji wetu naye kishapigwa mkwala, sasa hivi naye pembeni. Sasa ili msiingie nyinyi kwenye hiyo mkwala, tuachie, tuleteni sisi mkutano mkuu wa wanachama wa dharura. Ibara 22 ya katiba yetu inaruhusu mkutano mkuu wa dharura wa wanachama. Semeni, toeni notice ya siku 14, siku 7, tukutane. Tuje na azimio. Yanga ni kubwa. Yanga ni kubwa. Haiwezekani rais wa TFF unakaa unashutumu viongozi wetu tumekaa kimya. Na kinachoogopesha ni kufungiana tu. Huwezi kukaa milele katika nafasi hizi ndugu zangu. Huwezi kuwa rais wa taasisi yoyote, wa nchi yoyote, ukakaa milele. Usitumie kiburi cha uongozi kuwadhalilisha wenzio, ujinga na utoto. Kwa sababu umesimamia kanuni. Ni ujinga huo.